Hadithi inaanza kwa tukio la kushtua. Kijana anaruka kutoka kwa jengo refu, akikatisha maisha yake huku mtu akirekodi moja kwa moja kwenye mtandao. Watazamaji kote ulimwenguni wanatazama, wengine hata wakiburudishwa na kifo chake cha kutisha. Wakati wa utulivu huveka sauti ya kile kitakachokuja. Tukio linabadilika kuwa wanandoa wenye furaha, Vivian na Sia. Wako kwenye ndege kwenda Fiji, wote wanatabasamu, kwa sababu wameshinda likizo ya bure kupitia draw ya bahati nasibu. Safari hii inajumuisha hoteli za kifahari, milo ya kigeni na matumizi ya kifahari, gharama zote zimelipwa. Kwao, mbingu yake. Lakini nyuma ya tabasamu zao, kuna zaidi ya kujua. Vivian amekuwa hana kazi kwa muda, na Sia ndiye anayelipwa kwa wote wawili. Bado, hawakuruhusu pesa ziingie kati yao. Hadithi yao ya mapenzi ilianza chuoni miaka 10 iliyopita, na baada ya miaka 5 ya uchumba, walifunga pingu za maisha. Sasa, kwa miaka 5 katika ndoa, kifungo chao bado hakiwezi kuvunjika. Sia ni mboga safi, nyeti hata harufu ya nyama, jambo ambalo mara nyingi hufafanua tabia yake ya upole. Leo, wanapokea mwaliko mzuri wa sherehe ya kusherehekea, kwa chakula cha mchana, kwa hisani ya watu waliopanga safari yao. Wanasafirishwa hadi kwenye mkahawa wa kifahari, ambapo wanakutana na mtu mrembo, asieleweka, Bwana Khan, mfadhili wa likizo yao ya kifahari. Juu ya vinywaji, Khan anawaambia kuhusu mchezo wa uhalisia mtandaoni unaoandaliwa na kampuni yake. Mchezo huo, anasema, hutazamwa na watazamaji zaidi ya milioni 8 ulimwenguni kote na unakwenda kwa jina la jedwali nambari 21. Anamtazama Vivian na kutabasamu. Nyinyi wawili mnaonekana kuwa na akili na jasiri, asema. Unapaswa kucheza mchezo huu. Kwa kutaka kujua, wanasikiliza Bwana Khan anapoeleza sheria. Atauliza maswali 7 ya kibinafsi, kila moja linalohusishwa na kazi linapaswa kufanywa. Kila jibu lazima liwe ndio au hapana. Ikiwa watapitia maswali yote 7, watajishindia rupia milioni 21. Lakini, hawawezi kuacha mchezo unapoanza. Zawadi hiyo inawaacha wamepigwa na butwaa. Vivian anasada Sia, akanong'ona kwamba kuna kitu kibaya. Lakini Sia, ambaye ni mjanja, anacheka. Ni maswali 8 tu, anasema. Ni nini kinachoweza kwenda vibaya? Khan anatabasamu, anahukua glashi, na kuigonga kifaa epoul na kiiko. Ghafla, kila mtu katika mgahawa anasimama na kutoka nje. Baada ya muda mfupi, eneo lote linabadilika kuwa uwanja wa mchezo. Kamera zinaonekana kutoka kila kona. Hii sio chakula cha mchana cha kawaida. Ni matangazo ya moja kwa moja, yanayotiririshwa kwenye mtandao. Vivian na Sia wanasaini mkataba, wakikubali kuwa wanaweza kufahari yao na wajima wafuate sheria zote. Simu zao huchukuliwa na kubadilishwa na mpya, wanaweza tu kupokea simu, sio kupiga yoyote. Kichunguzi cha uongo kimefungwa kwa mikono yao. Katika mchezo huu, ukweli pekee unaruhusiwa. Khan anasogea mbele na swali lake la kwanza, lenye thamani ya rupia milioni 1. Vivian, anauliza huku akitabasamu, je, unaona haya kuonyesha upendo kwa mke wako hadharani? Mchezo umeanza. Vivian anaangalia swali na kucheka, hiyo ni rahisi, anafikiri. Ndiyo, anajibu kwa kujiamini. Nuru ya kigunduzi cha uongo inang'aa kijani, na kuthibitisha kwamba anasema ukweli. Anajisikia aibu kuonyesha mapenzi kwa Sia hadharani. Bwana Khan anatabasamu na kumpa kazi ya kwanza, lazima umbusu mke wako, katikati ya barabara yenye shughuli nyingi zaidi ya jiji. Inaonekana rahisi vya kutosha, na wote wawili wamefurahishwa. Hivi karibuni, wanapelekwa kwenye barabara iliyojaa watu na trafiki. Vivian niva na jasho anasada Sia. Macho mengi yanatazama, na kamera zinaendelea kucheza, wakati huu inatiririshwa moja kwa moja mtandaoni. Sia anamsha moyo, akanong'ona. Anabusa tu Vivian. Rupia milioni 1 njoo. Akiwa na ujasiri, Vivian anasogea mbele na kumbusu Sia pale pale, katikati ya barabara. Umati unatazama, wengine wakishangilia, na mamilioni wanawatazama mtandaoni wakimaliza kazi yao ya kwanza. Tukio linabadilika ghafla na kuwa kumbukumbu, miaka iliyopita, chuoni. Sia anacheza na marafiki zake kwenye karamu, Vivian ameketi kwenye kona, anamtazama kimya kimya. Wakati huo, hata hawakujua kila mmoja. Mpenzi wa Sia, Bobby, anaingia kwa hasira na kuanza kumfokea na kuharibu hisia zake. Vivian anaingia, akisema kwa utulivu, hafai kwako. Sia anamkazia macho, wewe ni nani uniambie hivyo? Sia alijibu,
Lakini Vivan alikuwa na zawadi, maneno yake yalibeba haiba na ujasiri ambao uliwavutia watu. Punde, Sia alilainika na kumkaribisha kucheza. Ukweli ni kwamba, tayari alikuwa amemwona akimtazama kwa utulivu wakati mwingine. Punguza hadi sasa, baada ya kazi yao ya kwanza. Wanandoa hao wanarudi kwa Bwana Khan, na Vivan anacheka kwa woga. Sawa, hii ilikuwa ya kuchekesha. Nina hakika huu ni mchezo tu. Hakuna pesa halisi, sivyo? Khan anatabasamu. Unafikiri hivyo? Anaonesha ishara kuelekea kwenye mkoba. Inapofunguliwa, inajazwa na rupia milioni 20 taslimu, na milioni 1 iliyobaki huhamishiwa mara moja kwenye akaunti yao ya benki. Mshtuko unawaganda. Hili si onyesho la mchezo. Ni kweli. Bwana Khan kisha anamuuliza Vivan, je, unamfahamu mke wako kabisa? Vivan anaguna, bila shaka ninafanya hivyo. Khan anamjukia Sia. Na wewe, je, mume wako anakujua kweli? Sia ananyamaza, anatazama chini, na kusema kwa upole, hapana. Kigunduzi cha uongo kinathibitisha ukweli. Vivan analazimisha tabasamu, lakini hawezi kuficha maumivu yake. Kisha inakuja kazi inayofuata. Khan anaweka sahani kabla ya Sia, iliyojaa kamba na dagaa wengine. Anamuuliza Vivan, je, anaweza kula hivi? Vivan anacheka kwa kiburi. Kamwe. Hawezi hata kustahimili harufu ya nyama. Atatapika. Lakini kabla hajamaliza, wanasikia sauti ya kutafuna. Kwa mshtuko mkubwa, Sia anajilazimisha kula dagaa, machozi yakimtoka ili kukamilisha kazi hiyo yenye thamani ya milioni 2. Vivan amepigwa na butwaa, akiona aibu kwamba maneno yake ya kujiamini yalithibitishwa kuwa si sahihi. Khan anacheka, sasa unajua, humjui kabisa. Tabasamu la Vivan linafifia. Sia, ambaye hapo awali alikataa kugusa nyama, sasa amevunjika kwa uchoyo. Kisha Khan aendelee na swali lake la tatu kwa Vivan. Je, umewahi kumdanganya mtu, kucheza na hisia zake kwa faida yako mwenyewe? A flashback ifuatavyo. Vivan anakutana na Bobby, mpenzi wa Sia. Tulikunywa pombe kupita kiasi kwenye karamu jana usiku, mambo yalikuwa ya karibu kati yangu na Sia. Vivan alisema. Uso wa Bobby unabadilika kuwa mwekundu kwa hasira, imani yake imevunjika, upendo wake uliharibiwa. Kisha kwenye karamu, Bobby akaja kwa Sia na kumpiga kofi kali sana hivi kwamba alipigwa na butwaa. Aliondoka bila neno na kuacha maswali hewani. Sia haelewi, Vivan anatazama kwa utulivu, kisha nenda kwa Sia, akinong'ona kwamba Bobby hafai kwako. Uchezaji huo wa maneno, msukumo huo, nyuma ya nyuma inapiga sana. Kurudi kwa sasa, mchezo unaendelea. Bwana Khan anamuuliza Vivan swali lingine butu, je, umewahi kumdanganya mtu ili akuangukie? Vivan anajibu ndiyo, na detektor inathibitisha. Khan kisha anathubutu kuthibitisha ujuzi wake, kumfanya Khan aende mahali maalum kwa amri. Vivan anatabasamu, anasema yeye si mchawi, lakini anatoa maneno matatu, maneno ambayo, yanapozungumzwa, humlazimisha Khan kuhama. Khan anajilazimisha, akiingia moja kwa moja kwenye mtego ambao Vivan aliutaja. Chumba kilichojaa kicheko, mlaghai mdogo wa Vivan anafanya kazi. Wanashinda milioni 3. Sia na Vivan wanatabasamu, lakini mbegu ya shaka kuhusu nia ya Khan imeanza kukua. Swali linalofuata la Khan ni jeusi zaidi. Je, unaweza kukabiliana na hofu yoyote ili kumwokoa mtu unayempenda? Vivan, baada ya kupumua, anasema ndiyo, kigunduzi chenye mwanga wa kijani. Kisha Bwana Khan anamfungia Sia ndani ya kisanduku cha glasi ambacho huchukua dakika 7 tu za hewa. Ili kumwachilia, Vivan lazima akusanye damu yake mwenyewe na kuimwaga kwenye vali ili kufungua kufuli. Akishindwa, Sia atakosa hewa. Sasa eneo la tukio linabadilika na kuwa mzaha wa chuo cha Vivan, kwamba mtu alitundika ndoo ya damu juu ya mlango, ilipoanguka, mvulana alikuwa amelowa damu. Vivan mwenyewe anaugua hemopobia ya damu. Nyuma hadi sasa, kuona damu kunamfanya azimie. Sasa lazima ajikate na kuendelea kukata, licha ya kuwa nyeusi. Huku dakika 7 zikioyoma, analazimisha mikono yake inayotetemeka kufanya kazi. Anazimia mara 2, anaonja chuma, anahisi kizunguzungu, anapambana na hofu. Lakini upendo unamsukuma mbele. Vivan hujaza chupa, humimina damu kwenye utaratibu wa sanduku, kufuli hufungua. Sia anashusha pumzi. Alamiokoa. Akiwa amechoka, amekasirika na kutikiswa, Vivan anakwenda kwa Khan. Ikiwa chochote kilikuwa kimempata, Khan angelipa. Khan anamkumbusha kwa utulivu sheria moja ngumu,
ukweli ndio sarafu pekee hapa, itii na utaishi. Kwa muda, kicheko cha wanandoa kimetoweka, mchezo umefungua asili yake ya kweli. Swali la 5 la Khan kwa Sia: ikiwa utapoteza nywele zako zote, je, mume wako bado atakupenda vile vile? Sia anajibu, kimya na kwa uaminifu, ndiyo. Mwanga wa kijani. Kazi sasa, lazima atoe nywele zake yote hivi sasa. Sia kisida. Analia. Khan anakumbusha, swali hili lina thamani ya milioni 5. Muda na pesa vinagongana. Kwa kusitasita na kuhimizwa na ahadi, Sia anamruhusu Vivan kumnyoa. Lakini twist ni chungu, yeye lazima kabisa hakuna nywele wakati wote, bald. Wakati Bwana Khan anaweka kipunguza mbele yao, zote mbili zigandishe. Wakiwa chuoni, walichomfanyia Akram kinawapiga kama dhoruba. Sia anaanguka, machozi yakimtoka. Hasira ya Vivan inachemka, hawezi kustahimili wazo la kurudia ukatili huo. Akiwa amechanganyikiwa, anakirusha kiti na kutoka nje, huku akiacha hali ya sintofahamu na maswali yasiyo na majibu. Lakini ghafla, detektor ya uongo huanza na kuanzishwa. Sauti ya kishindo kutoka kwa Walkie Talkie ya Bwana Khan: ondoka kwenye safu yangu na saa hiyo inabadilika kuwa bomu. Ondoka mahali ulipo na utakufa. Umetia saini mkataba. Huwezi kuacha. Waligundua, maisha yao ghafla ni ya tovuti iliyojaa watazamaji wenye njaa na ya Bwana Khan. Kurudi mezani, Sia anamkabili, hii ni kinyume cha sheria. Khan, sukuma mkataba mezani. Ulikubali. Ulitoa haki kwa mchezo. Aliongeza, mamilioni wanatazama. Emio sasa. Wanandoa wanakabiliwa na chaguo za kikatili tu. Kata mkono wako ili kuondoa saa, au uendelee na mchezo. Hakuna kutoroka kirahisi. Kwa kusita na kwa hofu, wanarudi kwenye sheria. Kisha Bwana Khan ahamie swali linalofuata. Kwanza, anamuuliza Vivan swali: je, umewahi kuinua mkono wako dhidi ya mke wako? Tukio hilo linarudi nyuma kwa nyuma. Sia alikuwa ametoa mimba kwa siri, kwa hofu na kuumia. Hasira ya Vivan ililipuka, alimpiga kofi kali. Akiwa na hatia, anajibu ndiyo. Khan anageuza ungamo kuwa adhabu. Sia lazima ampige Vivan kofi kali vya kutosha ili kuonyesha nguvu halisi. Kipaza sauti hupima mgomo, kila hit huinua sindano kwenye mita. Sia humpiga mara moja, mara mbili, mita hupanda polepole. Anaendelea kupiga hadi sindano inafika juu. Shavu la Vivan huwaka nyekundu, kiburi na aibu vilivuja pamoja. Mchezo huo unawadhalilisha mbele ya mamilioni. Kisha, Khan anauliza kama Vivan ameahi kumdhuru mtu bila sababu. Tena, ndayo. Kazi ni kuthibitisha hili. Walikamata gari la mgeni kwenye kitendo. Vivan anavamiwa na mmiliki. Polisi wanafika, wanadhani Vivan ni mhalifu. Anajaribu kueleza kuwa ni sehemu ya mchezo wa wagonjwa, lakini maafisa hawajali, kwao ni uhalifu. Sia anasimamia, kwa hila fulani, kuwapotosha maafisa na kumwachilia. Lakini akarudi, Sia hayapo. Khan amempeleka Sia kwenye klabu na wanaume wakatili. Damu ya Vivan inachemka. Anamfuata, lakini anapompata, ana aibu kwa watazamaji. Khan anatazama, akifurahi, akimwambia Vivan kwa uchungu kwamba sehemu hii yote ya mchezo na pesa. Vivan anatambua kuwa mchezo hauhusu zawadi au furaha, ni kuhusu kuzivunja. Khan anatabasamu na kusema maswali ya maisha yanakuja. Raundi hii ya mwisho itakuwa ya kushangaza. Sheria zimebadilishwa na swali 7 la haraka. Sia lazima uongo juu ya swali. Lazima aseme hapana hata anapomaanisha ndiyo. Khan anaeleza, watapata milioni 2 kwa kila swali la haraka, na baada ya kumalizika kwa moto wa haraka watapata milioni 15 kwa jumla, lakini katika kila swali la haraka, ikiwa Sia atapumua na kujibu ukweli, detektori itakuwa nyekundu. Sasa countdown inaanza. Swali la kwanza lililopindishwa na la haraka ni la kufumba. Je, Vivan ni mume wako? Kwa kulazimishwa kusema uongo, kila jibu lazima liwe la uongo. Sia anasema hapana. Swali lililofuata aliuliza, mrithi huyu mweusi ni wake? Sia amevaa wigi ili kujificha. Anasema uongo ndio. Maswali yanakuwa magumu zaidi. Kwenye kilabu, wanaume walikuwa wakigusa mwili wako. Je, ulipenda? Akajibu ndiyo. Next disguise question. Bado anataka milioni 21 baada ya anyong hua. Akajibu hapana. Ulistarehe na kulala na mtu mwingine yeyote baada ya ndoa? Akajibu ndiyo. Ghafla detector spell mwenga kijani.
Juu ya swali hili Vivian alichanganyikiwa na Sia alijaribu kumshawishi, lakini Khan akasema hebu tuangalie jibu ni nani mwongo, kigunduzi changu au Madam Sia. Bwana Khan alituma ujumbe kutoka kwa simu ya Sia kwenda kwa Raj na ukweli unamwagika. Sia anakiri kuwa alimsaidia Raj kuweka kazi yake, alifanya chaguo chungu kwa ajili ya kuishi kwao. Vivian Reyes, mwanamke aliyempenda, aliweka siri hii. Khan anatamka dhamira yake kwa upole. Kwa sababu Sia alidanganya ili aendelee kuishi, lazima afe, na anahitaji vibao milioni 10 kwa mauaji ya moja kwa moja. Burudani, anasema. Vivian anakataa kwa hisia kali. Basi Khan anasema, ni sawa ikiwa hawezi kufa, basi nyie lazima muue mtu kwa sababu ni sheria ya mchezo. Walikubali bila kupenda, wanamwongoza ndani ya chumba ambamo mvulana mwenye hofu anakaa sakafuni. Vivian anaambiwa ampige risasi. Anakata. Kisha mvulana anatazama juu na kumuita Khan baba. Wote wawili waliganda. Yeye si mwingine basi Akram, mvulana kutoka chuo. Miaka 10 ili kufichua kwa nini mvulana huyu yuko hapa, Khan ni nani hasa, na jinsi ukumbi wa michezo wa kikatili ulianza. Walimtesa Akram kwa njia ambazo hazistahili binadamu. Alimtesa chini ya amri ya Vivian. Wakati mwingine wangeweza kuingiza mkia wa mjusi kwenye chakula chake, wakati mwingine kumfungia uchi kwenye mtaro. Usiku mmoja, hata walimjaza damu, wakicheka huku akipiga kelele. Polepole, hofu ikawa sehemu ya nafsi yake. Hata minongono ilimfanya alie. Vivian na genge lake walimsukuma Akram kwenye dirisha moja la duka la mahali hapo. Katika ajali hiyo dirisha la duka lilipasuka. Kwa hasira muuza duka alimshika Akram na kumpiga bila huruma katika umati wa watu na kumrarua nguo. Rafiki yake alimsihi aache chuo, lakini Akram alikataa. Nikiondoka, alisema, baba yangu atafikiri mimi ni mpotevu. Wanaume huvumilia. Siku moja, aliamua kuripoti uonevu huo kwa mkuu wa shule. Lakini kabla hajaweza, genge la Vivian lilimkokota. Vivian aliambia, ukorofi kidogo na unawita ubakaji. Utaharibu maisha yetu ya baadaye. Kwa hasira kali walimvua nguo Akram, wakamnyoa kichwa na kumdhihaki huku mtu akirekodi yote kwenye simu. Kicheko, unyonge, ukatili ulimvunja kutoka ndani. Usiku huo, walimtesa tena. Kufikia asubuhi, Akram hakuwa mvulana yule yule. Alikuwa hai, lakini katika mwili tu. Akili yake ilikuwa imekwenda. Ni sasa tu Vivian na Sia walielewa mchezo halisi. Bwana Khan alikuwa baba yake Akram. Likizo ya bure ilikuwa usanidi, mtego wa kuwafanya wahisi maumivu ambayo walikuwa wamemsababishia hapo awali. Kila kazi ilionyesha kile walichofanya kwa mtoto wake: woga, fedheha, kutokuwa na msaada. Hatimaye Vivian alitambua hofu ya maisha yake ya nyuma. Khan alipomwamuru kumpiga risasi Akram, hakuweza. Badala yake, alijigeuzia bunduki na kuvuta kifyatulia risasi, lakini kilikuwa tupu. Khan kamwe hakukusudia kuwaua, alitaka wajisikie. Vivian alivunjika moyo, akinong'ona, hatukuwahi kufikiria kuwa mzaha unaweza kuharibu maisha. Khan alifoka, kumdhihaki mtu asiye na hatia sio mzaha, ni ukatili. Kuvaa tabasamu, kuharibu roho ya mtu, haikuwa mzaha. Ulimgeuza mtoto wangu kuwa maiti inayopumua. Na kwa hayo, Khan akaondoka, akamchukua Akram naye. Vivian na Sia waliachwa wakiwa wamevunjika moyo, wakilia, wakihangaishwa na machozi. Mchezo ulikuwa umekwisha. Walikuwa huru, lakini hatia yao ikawa jela yao. Filamu inafungwa na ujumbe mkali: utani sio mzaha, ni uhalifu. Hadithi za kweli husogea kwenye skrini, wanafunzi ambao walipata shida, wengine waliohitaji utunzaji wa akili, wengine ambao walikatisha maisha yao. Kadiri mikopo inavyoendelea, ukimya hugusa zaidi kuliko maneno. Jedwali nambari 21 sio filamu tu, ni kioo kilichowekwa kwa ukatili ambacho hujificha nyuma ya kicheko, na kukumbusha kwamba baadhi ya michezo haifai kuchezwa. Uchakachuaji umekuwepo kwa miongo kadhaa vyuoni, haswa katika taasisi za uhandisi na matibabu. Mara nyingi huonekana kama kawaida, hata muhimu. Wazee wanasema, ikiwa huwezi kukabiliana na hili, utakabiliana vipi na maisha? Lakini nyuma ya kile kinachoitwa furaha huficha ukatili. Ikiwa hadithi hii ilikufanya ufikirie, kumbuka, ukatili unaojificha, utesaji, uonevu, unyanyapaa kama wa kufurahisha bado ni ukatili. Kuchakachua si mila, ni saratani. Na jambo la mwisho,
Katika eneo la ufunguzi, mtu aliyeruka kutoka kwenye jengo refu hakuwa mwingine basi alikuwa Akram. Kwa sababu ya kiwewe tukio hilo alidhoofika kiakili. Ikiwa ulipenda maelezo haya, usisahau kuniunga mkono, kama kutoa maoni na kujiandikisha. Nitatia moyo sana. Asante kwa kutazama, na natumai umefurahia hii. Tuonane kwenye video inayofuata ya kupendeza. Hadi wakati huo, tunze na tunakutakia kila la kheri, lakini usisahau kulike na kusubscribe.